Karibu mama wa kiroho uweze kuzungumza na binti yako. Karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo na mama Bikira Maria. Mtoto wangu Laurencia, sitakuwa na mengi ya kusema ya kuwasa jioni hii ya leo. Kwanza tukizingatia muda, lakini pili yake kama mama wa kiroho nimekuwa nawe kimalezi katika nafasi mbalimbali za kukuelimisha masuala mengi ya kiroho, hata yanayohusu shughuli kama ya leo na safari yako na kuelekea. Mtoto wangu, awali ya yote, safari uliyoianza tunafurahi, tunarukaruka, lakini yule mwenye makucha marefu, yule mwenye mapembe ya moto, mwenye mkia mrefu, yule hapendi kabisa, hapendi safari unayoiendea. Ni kwamba umetangaza vita. Angependa uendelee kuishi hivi tu kama wanyama pori, ili hatima yake aweze kuipata roho yako. Kumbe kitu cha kwanza ni nafasi ya pekee ya kupiga magoti kwa dhati, kumwomba Mungu akusaidie uweze kutembea safari salama katika safari hii iliyojaa vikwazo vya kila aina, uweze kufika salama kwenye altare ya Bwana. Sisi tumekusanyika hapa, hatujafika kula na kunywa, tumefika kama mashahidi. Moja. Pili yake, tumefika kama wasaidizi wako na waombezi wako katika safari uliyoianza. Ndio nia na lengo kuu lililotuleta mahali hapa. Nitaomba na wazazi wenzangu pia tumsaidie mtoto kumwombea. Tumuombee afike salama, ili huyu mwenye makucha, mwenye hasira na chuki asifanikiwe kwa njia moja au nyingine kumrudisha nyuma au kumpeleka kulia wala kushoto. Mkono wa Mungu mshike daima, mfikishe mahali anapotamani. Na silaha ya sala hiyo hiyo ndio hiyo itakayo kusaidia katika maisha utakayoanza, maisha ya ndoa. Ni silaha pekee. Usali mtoto wangu. Ndoa ni ndoano. Ukiongea na wamama waliofunga ndoa, watakwambia changamoto nyingi sana, lakini wamezipita hizo zote kwa kumtegemea Mungu, kwa kusali. Ukazane kusali. Maisha ya ndoa haina maana mtaishi na mwenzako kama malaika. Hapa na pale mtakwazana, lakini si vema katika mazingira hayo kuwa mwepesi wa kufungua kinywa na kujibu. Muda mwingi unapoona mikwalizo kama hiyo, ni vema ufunge kinywa au weka maji mdomoni, kimya kimya. Sali sala za mishale, sali kuomba msaada wa Mungu aondoe mazingira hayo ya kukwazana. Kufungua kinywa ni kumfungulia shetani nyara za bure.
Watakwambia mama zangu hao, ukiwa mwepesi wa kujibujibu katika maisha ya ndoa ni vurugu tu, lakini ukiwa mkimya na kusali kimya kimya, basi mkono wa Mungu urejesha amani tena katika maisha yenu ya ndoa. Ni vyema pia hata pale unapoona vurugu inatokea, ni vyema bila kujali umekosa hujakosa, ni vizuri kumwambia mume wangu samahani. Majitu mengi yanashuba na kukomaa na kukaza nyuso zao kama gumegume. Yanapokosea anasema hata mimi lazima nijibu, lazima nitukane, kanitukana na mimi lazima nitukane. Ufumbuzi hautakuwepo. Sala ni silaha na ukimya ni silaha. Shetani anakosa nafasi. Unapokwenda huyo mtu unayepewa, nikwambie kitu, ataitwa kichwa cha nyumba, kichwa cha familia. Lakini ukiangalia ni kweli wanasema theoretically ni hivyo. Mnasemaje? Theoretically, mimi sijui kizungu vizuri. Haya watanisaidia. Theoretically wanasema ni vitu vya nyumba, lakini practically mama anashika nyumba. Kwa hiyo uangalie huyu mtu, mwanaume ni kitu delicate sana, ni kitu fragile, ni kitu kitepetevu, ni kitu dhaifu. Mwanaume ni kama mtoto mchanga ambaye usipomhendo vizuri haitakuwa rahisi. Ni wepesi wa kukata tamaa, ni wepesi wa kurudi nyuma. Lakini kuambie, mchukulie mwanaume huyu kama mtoto mdogo, kama mtoto wako wa kuzaa. Mlee kwa upendo, mtunze kwa upendo, mweke kwa ukaribu, mpe faraja unapoona ni mnyonge, mweke mazingira ya karibu zaidi. Ukimwekea mazingira ya karibu zaidi, mwanaume hata nafasi ya kwenda kuzurula huko nje. Lakini ama uongo ukweli? Akina mama wengi wanalalamika kwa sababu wanashindwa kuperform hii kitu, kumweka mwanaume kwa ukaribu zaidi na kumlea kama mtoto. Anapoamka msalimie vizuri, hakikisha umemwekea mazingira mazuri ya kujiandaa kwenda kazi, mpe nguo zake avae na umkague mume wako. Asitoke nje, muangalie. Mwingine anakuwa amepishanisha vifungo, cha juu kimefungwa juu na juu kimeenda chini. Tengenezee kola vizuri, mwambie nenda salama, Mungu akusaidie akufanikisha katika kazi. Anaporudi kazini hali kadhalika mpokee vizuri kwa upendo. Hata kama amebeba gazeti mkononi, mpokeza gazeti hiyo. Mwambie karibu nyumbani, kaa naye kwa kitambo. Pole, kazi imekwendaje siku ya leo? Nikupatie maji, kikombe cha chai. Muulize, kunywa kidogo. Kama alikuwa na stress yake huko, ukimhendo vizuri, yani ana relax. Lakini kama mwanaume huyu atakuwa anarudi kazini anakumbana na sura imenuna kama chatu, my goodness, umenuna, yani una mpango naye, ni ngumu. Anaona hata ngumu kurudi nyumbani. Sasa anaona ngoja nikae huku masaa yapite nikute amelala. Lakini ukiwa kwa ukaribu na muonyesha upendo wakati wote,
hata anapokuwa ofisini anaona kwamba muda hauendi, nikarudi mapema nyumbani nikamuone best wangu. Jitahidi kumtunza mwanaume huyu. Mwanaume hupenda sana kula chakula ambacho mke wake anamtengenezea, sio house girl. Hata kama house girl anajua kupika, lakini anapenda vizuri kula chakula cha mke wake. Kwa hiyo kadri uwezavyo, jitahidi sana sana kumwandalia mume wako chakula. Karibu chakula, kama mnakula pamoja. Lakini kama kila kitu tutakuwa nasakizia house girl, kamletee kile, sio kufanya hiki, kila kitu naagiza, una chati tu na simu, itakukosti. Ma house girl, they are very sharp. Wako sharp sana. Na mwanaume anakuwa anaangalia. Akina mama wengine wako kwenye nyumba, lakini unakuta anaitwa ni mama, lakini hajui hata kijiko kinaishi wapi kwenye nyumba yake. Kila kitu house girl, kila kitu house girl, kila kitu house girl. House girl huyo atakupelekesha, mwishowe ataitwa mama wa nyumba ukizembea. Jitahidi, nyumba ni yako, jitahidi kuihendo mwenyewe, usimtegemee sana house girl. Jitahidi. Na mwanaume lazima umsome unapoenda mwanzoni, msome mume wako huwa anapenda nini na hapendi kitu gani. Lazima muelewe. Usipomwelewa, ndoa inaweza kuvunjika kijinga tu. Nikwambie kitu, kuna mwenzio mmoja ndoa ilivunjika kwa ajili tu ya kuminya Colgate bafuni. Mwanamke akiingia, Colgate anaiminya tu, anaifinyanga kwa anatoa ile dawa alafu anakitupa hivyo tu. Mwanamume akienda anaitengeneza vizuri, anaiminya kwa utaratibu, anairudishia pale. Mwanamke akifika anakifinyanga tena. Wameenda, mwanamume akasema huyu mwanamke hana akili. Hivi kila wakati najaribu kumuelekeza, kumuonyesha hii kitu inapaswa kutumika vipi, haelewi. Akasema huyu hanifai. Mwisho wa siku ndoa ikavunjika kwa ajili ya kuminya Colgate. Kwa hiyo jitahidi kumwelewa. Wanaume wengine wanapenda kukufundisha kwa vitendo, sio kwa maneno. Kwa hiyo wewe makini sana. Mkishakula chakula, mwanaume mwingine hapendi uchafu, immediately anaondoa vyombo mezani, anafuta meza. Sasa wewe usiwe mjinga kusema mume wangu kishakula tu ameshaondoa vyombo, amefuta meza. Jinga kabisa. Anakufundisha unapaswa kufanya nini, vyombo vichafu sikae mezani. Ujifunze hivyo. Anakufundisha kwa vitendo. Kwa hiyo lazima umsome mwanaume huyu anapenda nini na anachukia kitu gani. Lazima ujitahidi. Kisha mwelewa, hata kupa shida. Utamhendo vizuri na maisha yatakwenda mbele. Kwa hiyo jitahidi mtoto wangu. Usafi ni muhimu sana mwanamke ndani ya nyumba. Kuna wanawake wengine wanaishi kama mabata huko ndani. Unaona tumependeza hivi, lakini ukiingia ndani ya nyumba zetu ni shida. Ya nyumba mpaka nje, mpaka kila kitu. Uwe msafi. Kuwa msafi, kila kitu inapendeza. Wanaume wengine hawapendi uchafu. Kwa hiyo mwanamke lazima uwe smart. Jitahidi. Mwanamke si vema kukaa ndani ya nyumba kama boga la kiangazi. Ni vizuri mwanamke uchakalike. Usimtegemee mwanaume 100% kwamba yeye ndio alishe familia na umebweteka tu. Itafika mahali atakuchoka. Atakwambia wewe mchango wako uko wapi katika familia? Uko tu hapa unajaza choo changu nini? Nenda kwenu. Jitahidi uwe mchangiaji wa chochote katika familia. Usikae hivi tu. Hata kama mtu huna kazi ya ofisi, lakini jitahidi fanye kitu cha kuchangia. Huyu akileta senti 10 na wewe senti 5, mkiunganisha mnakula na watoto wanasoma na maisha yanasonga mbele.
Jitahidi kutokuwa goalkeeper, uwe mchakalikaji. Jitahidi. Lakini pia ni vizuri heshima. Nimekufunza mengi. Heshima ni msingi sana, ni muhimu sana kwa mume wako na kwa watu wote. Jitahidi muheshimu mume wako. Jitahidi uheshimu na wazazi wako wa pande zote. Dharau mwenyewe, kwa sababu wewe ni nyama toka nyama yake. Wewe ni mfupa toka mifupa yake. Kwa hiyo ukimdharau unajidharau mwenyewe. Mheshimu mume wako hata kama uko katika mazingira yepi. Umempenda katika mazingira uliyomkuta nayo, sivyo? Ni vizuri uendelee kumpenda hivyo hivyo. Ninaamini hujampenda huyu mwanamume kwa sababu ni tajiri. Umempenda, upendo wa Kristo umekuvuta kwake. Na kama ni upendo wa Kristo, endelea kumpenda hivyo. Ina maana kwamba upendo huo wa Kristo utakufanya uwe mvumilivu katika mazingira yoyote. Anapokuwa nacho na pia asipokuwa nacho, utaendelea kuvumilia. Wanawake wengi wanaolewa na mali, inapofikia hatua ya mwanamume kipato kikaporomoka, dharau na matusi kuingia ndani ya nyumba. Mara nyingi watasimama kwenye vitugue, mwanamume gani, mwanamume suruali, mimi ndio nakuweka hapa mjini. Hapana, si vema. Mheshimu katika mazingira yote, katika shida na katika dhiki, mheshimu. Kwa hiyo jitahidi katika mazingira yote, na muombe Mungu akusaidie. Neema ya uvumilivu ni msingi sana. Yako mengi yanapita, nahitaji kuwa mvumilivu, lakini ukisali Mungu anakupa neema hiyo. Jitahidi. Wenda wamekuwa ni wazazi pia, sivyo? Na unapotoka ni wazazi pia. Balance mambo haya. Wote wamekuwa ndugu, ni ukoo mmoja. Wanapokuja upande wa mwanaume, waone ni wale sawa na wa upande wako. Usibague, wape huduma, waonyeshe upendo pande zote mbili, na Mungu atakubariki. Lakini mwanamke pia daima huonyesha furaha katika nyumba. Mwanamke anaonyesha furaha na uchangamfu katika nyumba, na hiyo nyumba huingiliwa na wageni. Akina mama atakubaliana na mimi, nyumba ya mwanamke asiyekuwa mchangamfu, anenuna wakati wote, wageni wanaingia humo? Hawaingii. Wala nyumba ya mtu mchoyo, nyumba inaingilika hiyo? Haingiliki. Lakini ukumbuka pia, nyumba isiyoingilika na wageni imelaaniwa. Uwe mchangamfu, karibisha watu wote. Hata kama kulikuwa na shida gani imekukaba, mgeni akiingia mchangamkie, kwa sababu yaliyokuudhi, yaliyokusibu hayamuhusu, sivyo? Mchangamkie, mkaribishe kana kwamba kuna kitu, ili aondoke akikusifu, akikubariki. Mwanamke mzuri mchangamfu huyu. Maana tunaposema mwanamke mzuri ni sura, sio sura, ni tabia. The way unavyo behave mbele za watu na mbele za Mungu ndio uzuri wa mwanamke. Jitahidi uwe mzuri daima mbele ya Mungu, kuwa mwadilifu kwa Mungu na kuwa mwadilifu mbele za watu. Mungu atakubariki siku zote. Mtoto wangu, nilishakwambia mengi, naweza nikaongea kucha kutwa, lakini muda hauruhusu. Naomba tu nikukumbushe haya machache yaweze kukusaidia mbele ya safari. Sisi ni mashahidi, tunakuombea wazazi wako, walezi wako. Tunafurahi sana kutuletea heshima hii. Kweli umetuheshimisha katika familia na katika ulinzi wetu wa kiroho. Asante, tunakushukuru. Mungu akubariki, aibariki safari yako uweze kufika salama, nasi tutaendelea kukuombea ili ukawe mwanamke mkamilifu kama yule mwanamke aliyeandikwa kwenye Biblia, mkamilifu, anayempendeza siku zote na ambaye anaizunguka siku zote meza ya Bwana wake. Asante sana.
na kutakia kila heri na baraka za Mungu, na Mungu akufanikishe katika yote na akupe watoto, matunda ya ndoa yako. Asante kwa kila kitu. Wazazi wenzangu, tuendelee kumwombea mtoto wetu. Tunakupenda, tunakupenda, tunakupenda. Nami nakupenda zaidi. Taendelea kukuombea na kutakia kila heri na baraka za Mungu.